pressure ya maisha anayoishi nayo pale inaweza ikapelekea yule mtu kufanya nini? Kupata changamoto za nini? Za afya ya akili. Lakini pia inaweza ikasababishwa na kemikali ndani ya mwili ambazo ndani ya ubongo wake kukatokea shida kwenye kemikali za ubongo wake, ikapelekea mfumo mzima wa afya ya akili ukafanya nini? Ukapata shida. Kwa hiyo mtu anapokuwa na changamoto ya afya ya akili, inaweza ikawa labda ni sababu ya kurithi, inaweza ikawa ni sababu ya pressure iliyomzunguka, lakini inaweza ikawa ni mfumo mzima ndani ya mwili wake umesababisha afanye nini? Apate changamoto ya afya ya akili. Na katika hizo changamoto ndio nimesema kuna depression, lakini pia kuna anxiety na kuna changamoto zingine ambazo hatutaziongelea leo. Sasa nimesema depression. Depression inampata mtu na anajikuta kwamba ana mgandamizo unaomsababisha ashindwe kufanya mambo ambayo anatakiwa yafanye ya kawaida, anashindwa kukabiliana na mambo yake yote yaliyomzunguka, na hata changamoto ikitokea kwake inakuwa ni changamoto kukabiliana nayo. Lakini Biblia pia inatufundisha kuhusiana na masuala mazima ya afya ya akili. Biblia inatuonyesha jinsi ambavyo tunaweza tukakabiliana na afya ya akili kama nilivyosema mwanzoni, kwa sababu Biblia inatutaka tuwe na afya ya roho, nafsi na mwili. Lakini ukisoma neno la Mungu wa Filipi 4:6-7 anakuambia usijisumbue kwa neno lolote. Sasa mwanadamu unapoingia kwenye kujisumbua kwa neno lolote, hapa sasa nasemea wewe kama kijana umekutana na pressure ya maisha, na hiyo pressure ya maisha inawezekana ni jinsi ambavyo unayachukulia mazingira yaliyokuzunguka. Kila mmoja ana jinsi ambavyo ametoka nyumbani, kuna namna ambavyo umelelewa nyumbani, lakini kuna namna ambavyo unajua familia yangu iko ya aina hii. Lakini ule mtazamo unaokuwa nao na ile picha unayotaka uwe nayo ya maisha ambayo haukuwa nayo nyumbani, na unajua kabisa siwezi kuifikia hii hali mpaka labda nifanye hatua hii na hii na hii, ambapo Mwalimu Margaret atatuelekeza vizuri zaidi namna gani ya kupambanua maisha na kuwa na uchumi mzuri.